Action, twende kazi. Gage kunyita ugeni thini wa channel ya Hotline Media TV. Ritwa riakwa njitikaga ta Ngoci Muniaru wa Njuguna na umuthi ndikiri area ya Kimbo. No muthi ndagicemania na Baha mwenyewe. Area ino ya Kimbo. Andu aria matari marakiona Baha ungigitengera no umukorerere haha Kimbo-ini na niguo turakienda tuteretange tukimenye uria bururi wikarite na tukimenye maria marahanika thini wa bururi. Baha, karibu sana. Shukrani bro. Hii inaitwa channel ya Hotline Media TV. Support. Najua watu wamefurahia sana kuona Baha maeneo ya Kimbo. Tuko na Baha wa Diana. Sawa. Baha, najua umekuwa kama kiongozi ama mwana youth katika hii nchi yetu ya Kenya. Na kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Tuko na the strongest opposition ever in this country after Baba. Sasa kuna hii mambo ya in the Ministry of Health. Kuna wakati ilifika tulikuanga na NHIF. Sasa tumeingia SHA. Kulingana na wewe, unaona SHA kama inafanya kazi? SHA ifanyi kazi. So this country is in a mess. And the youth of this country tuchukue kura. Tuchukue kadi. Ndo mtu kama Duale, this guy has a degree of computer packaging. Vile ameenda hapo kukua CS wa health ni ministry ni mystery for me another 50 million Kenyans. So tuko in a mess, in a very big mess. So as the youth, let's wake up. Kuna kazi mbele nataka bodi. Kuna hii mambo ya Ebola imekuja juzi. Ikaonekana kukatafutwa kukaangaliwa katika nchi ya Kenya kutakuwa na institutions zenye zitatengwa kutengenezwa Ebola kama ile ya Nyanyuki na Laikipia. So maoni yako ni yapi kulingana na vile Duale alisema citizen are not supposed to be involved kwa kuhusiana na hiyo? Unaona maoni yako ni yapi kulingana na hiyo maono ya Duale? Maoni yangu, Duale ni mtu mwenye ajali. But if one day ata lose hiyo job yake, ata humble kama Tuju alikuwa tu kama hivyo, lakini sasa ame humble. So time will tell. Tuongoje pia Duale ata humble akilose hiyo job yake. Kuna wakati wa COVID-19 kulikuwa na ile mambo ya quarantine na watu kukaa kwa nyumba. Na inafahamika ya kwamba ugonjwa wa Ebola it's worse than that. Na inafahamika ya kwamba 72 hours mtu anakuwa kama amefariki. Wewe kama Baha una maoni gani kuhusu hiyo swala? Ni kwa sababu ikifika hiyo ugonjwa italetwa au wagonjwa wataletwa hii nchi yetu, unaona aje kulingana na wewe? According to me, State House is the only place safe kabisa. Yenye hata wasema fikangi. So not to safe as a country, wanafaa waende the safest place ambayo ni State House. Acha patients wapeleke State House, waangalie huko. The common mwananchi hataweza kufikia pale State House. So tutakuwa in a very good place. If Ruto loves this country, if loves the Kenyans, wapeleke pale. So kulingana na wewe maoni yako, wapelekwe wagonjwa wakitolewa Amerika wapelekwe State House? State House. Ndio ile place safe kabisa. State House. Kwa nini ukachagua State House? Ndio ile place safe kabisa yenye hata wasea wafikangi. Unaona? Ndio ile place iko imegadiwa vizuri. Hakuna place nyingine imegadiwa kama State House ama Kenya. So wapelekwe pale. President wa nchi yetu William Samoei Ruto amekuwa akienda safari zake na kunafahamika ya kwamba amekuwa akitumia ndege ambayo inatumia mamilioni ya pesa. Kulingana na wewe, these are taxes that are paid by the Kenyans. Na wakati huu ngumu sana, wakati mafuta inapanda juu, lakini yeye anatumia ndege inagharimu wa Kenya mamilioni ya pesa. Kulingana na wewe, ni vizuri president kutumia hizo pesa ama kutumia hiyo ndege ambayo hata nchi zingine hazitumii kusafiria? Huyu wetu ana overdo vitu. Because ametumia times 2 ametumia times 2 in 1 year. Yenye Uhuru alitumia in 10 years. So yeye is just a corrupt guy. We all know. He's just a corrupt guy. Na tuamkeni bana. Tusijifanye hivi tena, tujenge tena kwa shida 2027. Amekuwa akisema ya kwamba ni ukweli Gen Z wamekuwa akifight kumtoa katika mamlakani. Lakini akasema mko mpango rais. Hamuna kiongozi ambaye mnaweza weka huyu. Yes, we are replacing Ruto. But who are we replacing Ruto with? Mko na huyo kiongozi ambaye mnaweza sema tunaweka huyu. Kwani Sifuna kwa 60 years? Sifuna yuko 60 years. Baba huyu yuko 60 years. So watulie, tuwapange
this time tunawapanga. Yeah. Vijana wamekuwa wakiambua vijana ni viongozi wa kesho. Unaona hiyo kesho kama imefika? Kesho ishafika. Kesho ishafika. Kuna wakati sasa. It's our time sasa. We as the young Kenyans. Yeah. Kwa Baha tugojee nini? Baha tunajua umekuwa kai uongozi, we ni kijana shupavu na anaweza enda na asimame maybe aitisha kiti mahali fulani. Kwa wakati huu tunagojea nini kwa Baha? Tuna sit pale Mathare pale. Mimi nitamsupport. Personally. Yeah, but mimi sisimami. Lakini support nani? Baha. Baha. Yeah. Baha original. Yeah. Kuna uhusiano gani kupitia wewe na Baha? Hakuna tu. I'm just this fan. Nothing more. Okay. Yeah. Hauna ile relative nini hivi? No. But mko na uhusiano mzuri sana na yeye. Yes, I'm just mimi ni fan wake. Yeah. Kunaweza fika wakati Baha maybe aitwe deal fulani hivi na hajaweza kufika na wewe uwakilishe. Akikubali shwari. Yeah. Kwa sasa kwa sababu wewe unakaa mtu anaweza confuse wewe akipatana na wewe na Baha. Kwa saa hii unapanga kufanya nini maybe in the content creation industry ama wewe mwenyewe beside kusupport Baha kwa kiti ya Mathare? Wewe unatarajia tupate nini kutoka kwako? Mimi nimeanza kusoma forex. So nishaingia forex sasa. Yeah. Kwa hivyo I'll be the next millionaire in this town. Yeah. Kwa hivyo tugojee Baha uteze kutesa. Mbaya sana. Ni ile content hapa, forex hapa, Mungu mbele, biashara tukisonga. Yes, huyo ni Baha. Kaukaima kahinda gaito na Baha mwenyewe na amewakilisha hii maeneo ya Kimbo na tunaendelea kubonga hapa, tuongee mawili matatu na tutaendelea kupatana hapa. Thini wa channel hii inaitwa ya Hotline Media TV. Sisi ya kwa jitika hata goshi. Muniaru wajigona. Tupatane baadaye. Asante.